HLW, hapa ni Epic World Fact. Leo nitakuelezea filamu ya Kichina ya kusisimua inayoitwa How Long Will I Love You. Tahadhari, simulizi hii ina mambo yatakayoharibu uhondo. Spoilers, kwa uangalifu. Gu Shajiao ni mwanamke mwenye umri wa miaka 30 anayeishi Shanghai. Alikuwa na miaka 12 baba yake ambaye alikuwa milionea alipofariki kwenye ajali na ikabidi ahame kutoka kwenye nyumba yake ya utotoni. Tangu Gu aanze kufanya kazi, amekuwa akijaribu kutafuta pesa za kutosha ili ainunue tena nyumba hiyo. Hata hivyo, kazi yake mbovu haimlipi vizuri. Kisha tunatambulishwa kwa Lu Ming, mchoraji wa ramani za majengo aliyepoteza mwelekeo. Anatafuta kwa udi na uvumba mteja wa kuwekeza kwenye mawazo yake, lakini hajafanikiwa bado. Ifikapo mwisho wa siku, wote Ming na Gu wanarejea nyumbani kwenye mtaa wao uliochakaa. Cha kushangaza, wanaonekana kuishi kwenye nyumba apartment ile ile katika jengo lile lile. Gu anaweka nguo zake kwenye mashine ya kufua huku Ming akijipikia chakula cha jioni. Baada ya hapo, Ming anaanza kuosha mboga kwenye sinki na kwa namna fulani zinaishia kwenye bafu la Gu. Vilevile, sponji ya kuogea kutoka kwenye bafu lake inapatikana ndani ya sinki la Ming. Cha ajabu zaidi, nguo za Gu zimetua ndani ya sufuria ya kupikia ya Ming na chakula chake cha jioni kipo mahali ambapo nguo za Gu zilipaswa kuwa. Usiku kucha, vifaa vyao vinaishia kwenye nyumba za mmoja na mwenzake. Hawafikiri kuhusu hilo kabla ya kwenda kulala. Asubuhi, Ming anaamka kwa sababu ya kofi usoni wake. Chumba cha Gu kimeungana na chake kuwa chumba kimoja kikubwa. Mwanzoni, wanapaniki na kudhani wanaibiwa. Lakini kisha, wanatambua hali ya vyumba vyao, jambo linalowachanganya zaidi. Nje ya dirisha la Gu kuna hali ya hewa ya jua kali, wakati upande wa Ming kunanyesha mvua kubwa. Wawili hao wanasimama mbele ya mlango wao ambao pia umeungana. Ming anatangulia na kufungua upande wake wa mlango. Nje ni ulimwengu unaoonekana wa kawaida kwake, lakini ni wa kushtua kwa Gu. Inatokea kwamba Ming ana umri wa miaka 25 na anaishi katika mwaka wa 1999. Gu anapita haraka upande wake wa mlango na safari hii Ming anashangaa kuuona ulimwengu ulioendelewa wa mwaka 2018. Inatokea kwamba wanaishi kwenye nyumba ile ile, lakini katika nyakati timelines ambazo kwa namna fulani zimeungana kuwa moja. Wanapotoka kupitia mlango wa Ming, wanafika ulimwengu wake wa 1999 na nje ya mlango wa Gu ni ulimwengu wake wa 2018. Gu anampiga kofi Ming usoni ili kuona kama anaota. Inapomuuma, inakuwa wazi kwa wote wawili kuwa hatima zao zimeingiliana bila maelezo yoyote yanayowezekana. Wanajaribu kufungua milango kwa wakati mmoja, jambo linalosababisha nyumba hiyo kuungana zaidi. Baada ya ukaguzi zaidi, wanagundua kuwa hawawezi kufungua mlango wa mwenzake na wanaweza tu kupita pale ambapo mwingine anafanya hivyo. Gu anatambua kuwa katika tawati wa Ming, baba yake bado yuko hai. Anafanya haraka kuelekea kwenye nyumba yake ya utotoni na anajiona yeye mwenyewe akiwa mdogo akicheza na baba yake. Taswira hiyo inamfanya awe na hisia kali, lakini anapojaribu kuwakaribia, ardhi inatetemeka na kumzuia. Nyumbani, Ming pia anataka kuona nini kinatokea kwake huko mbeleni. Badala ya kutoka nje, Gu anampa kompyuta yake mpya, laptop, ili ajitafute kwenye mitandao ya kijamii. Ming anashtaajabika na kila kitu ambacho simu mpya zinaweza. Lakini anapoenda kuandika jina lake, ardhi inatetemeka tena. Wanatambua kuwa hawawezi kuwasiliana na nafsi zao za baadaye au za zamani, kwani watu wawili walio sawa hawawezi kuwepo kwa wakati mmoja. Usiku, Gu na Ming wanapiga mziki kwenye simu na kuagiza chakula kupitia sahaida ya akili ya bandia. Ming anashtaajabika na kila kitu ambacho simu mpya zinaweza. Katika tukio linalofuata, kundi la wafanyabiashara watajiri na wanasayansi wapo kwenye mkutano kuhusu mabadiliko ya vipimo vya mitamo. Mwanasayansi anatoa mfano wa ndege inayotetemesha ili kuthibitisha kuwa ilisafiri kupitia muda na vipimo kabla ya kurejea mahali ilipotokea. Kulingana na utafiti wake, muungano wa vipimo tayari umejengwa jijini. Sasa, wanachotakiwa kufanya ni kupata anwani za mahali pale. Mfanyabiashara huyo anapanga kutumia lango la vipimo ili kutengeneza pesa. Hatuoni uso wake katika mkutano wote, lakini ni wazi kuwa anafadhili utafiti huo ili kupata faida kwa kutumia jambo hilo. Usiku, Gu na Ming hawawezi kupata usingizi. Gu anazungumzia kifo cha baba yake na athari iliyokuwa nake. Anakishikilia fungu lake tu cha kumkumbukia baada ya nyumba na mali zake zote kuchukuliwa na wakopesha fedha. Siku iliyofuata, wanaendelea na maisha yao ya kawaida kupitia pande zao za milango. Gu anatafuta mume tajiri anayeweza kumnunulia nyumba badala ya kuolewa naye. Anaenda kwenye miadi kadhaa na wanaume, lakini hajampata yeyote aliye tayari kutimiza matakwa yake bado. Gu ana miadi mingine na mwanaume anayeonekana kumpenda sana. Anapomuuliza anachotarajia kwenye uhusiano, anamuonyesha picha ya nyumba hiyo kwenye teknolojia. Mwanaume huyu anahisi kama yuko kwenye mkutano na wakala wa nyumba, jambo ambalo hakika si kile anachotafuta kwenye miadi ya kwanza. Kisha, anakutana na mwanaume kutoka kwenye app ya kutafuta wachumba mtandaoni. Anamuelezea sharti lake la ndoa na mwanaume huyu anakubali kwa furaha. Inatokea kwamba mwanaume huyu anamiliki biashara ya kilimo na ni milionea. Ana umri mara 2 ya Gu na anaongea kama mtu asiye na maadili, lakini bado anaamua kumpa nafasi.
Mwanaume huyo anataka kulipa nusu ya malipo ya awali ili iweze kununuliwa kwa majina yao wote. Wanaenda kwenye ATM kutoa pesa. Gu anatangulia na kumkabidhi mwanaume huyo pesa kabla ya kumtuma akaenda kununua chupa ya maji. Lakini kwa bahati mbaya, anageuka kuwa mtapeli anayekimbia na pesa zake. Analazimika kukaa nje ya benki kwa saa kadhaa kabla ya polisi kufika na kufanya uchunguzi. Ming kwa upande mwingine anafurahia kitafuno ndani ya choo. Anamsikia mkurugenzi mtendaji CEO wa kampuni yake na meneja wake wakizungumza kuhusu biashara ijayo. Baada ya CEO kuondoka, meneja zao anafichua kuwa anapanga kuiba pesa zote za CEO na kumfanya afilisike. Sekunde chache baadaye, anatambua kuna mtu anayesikiliza mazungumzo yao na kumvuta Ming nje kutoka chini ya mlango wa choo. Ili kumfanya anyamaze, Zhao anajitolea kumkopesha pesa anazozihitaji sana kwa ajili ya biashara yake. Ming anaomba muda wa kufikiria. Muda fulani baadaye, Ming anaenda kwa meneja Zhao ambaye anataka kumfuta kazi. Zhao ametambua kuwa Ming hana ushahidi ya kuthibitisha kuwa anapanga kumsaliti CEO. Badala ya kujitetea yeye mwenyewe, Ming ana wasiwasi kuhusu CEO kufilisika. Zhao anamuita mshindwa, loser, kwa kuwafikiria wengine kuliko yeye mwenyewe. Siku iliyofuata, Gu yupo kazini kwake kwenye duka la vito anapokutana na rafiki yake wa tangu utotoni, Xiaoya. Anajifanya kuwa mteja tajiri ili aonekane vizuri mbele ya Xiaoya ambaye ameolewa na milionea. Wasichana hao wanazungumza kwa muda na katika mazungumzo yote, Gu anajivuna kuhusu mume wake bilionea ambaye hayupo. Uongo huo unamgeuka wakati Xiaoya anapopanga chakula cha jioni kati ya wanandoa hawa wawili jioni hiyo. Gu anamfanya Min avae suti ya kukodisha na kumleta kwenye chakula cha jioni. Mambo yanaenda vizuri kwa nusu ya kwanza kabla ya Min kunywa kutoka kwenye kikombe cha barafu, kuonyesha lebo ya kukodisha kwenye koti lake na kusema kuwa anafanya kazi kama mtafiti wa UFO. Mwishoni mwa usiku, almasi feki ya $1,000,000 kwenye kidole cha Gu inaanguka kwenye jiko na kuyeyuka. Anarudi nyumbani akilia huku Ming akimfariji. Wawili hawa wanatazama TV pamoja wakati kipindi cha bahati nasibu lottery kinapovutia hisia zao. Siku inayofuata, kwa msisimko wanakusanya namba zilizoshinda za bahati nasibu na kuzinunua katika mwaka wa 1999. Hata kabla ya matokeo kutangazwa, wanaanza kusherehekea. Gu anampeleka Ming kwenye miadi ambapo wanacheza michezo ya VR, wanatembea mjini na kwenda baa mwishoni mwa siku. Sahau kuwa hawana pesa na wanakunywa zaidi ya kile wanachoweza kumudu. Gu anatoa mkobahati wa bei ghali kwa mkahawa huo, akiahidi kurejesha pesa siku inayofuata. Asubuhi iliyofuata, wanaamka kwenye kitanda kimoja. Wana wasiwasi kwa sababu ni siku ambayo matokeo ya bahati nasibu yatatangazwa. Wanasubiri kwa hamu tangazo hilo na wanafurahi sana wanaposhinda bahati nasibu hiyo. Hivyo bado haidumu kwa muda mrefu kwani namba kwenye kadi yao inatoweka mara baada ya hapo. Hapo ndipo wapenzi hao wanatambua kuwa hawawezi kubadilisha maisha ya baadaye kwa namna yoyote. Lakini ikiwa ni hivyo, wanachanganyikiwa kwa nini hetima zao ziliingiliana. Gu hapati mkoba wake kutoka kwenye mkahawa na anarudi nyumbani akiwa na hasira. Njiani, wawili hao wanagombana na kuitana majina. Ghafla, wanatambua uso wa Ming kwenye bango kubwa la matangazo ya haji. Inafichuliwa kuwa mnamo 2018 alibadilisha jina la kuwa Shiwai na amekuwa mmoja wa wajenzi wakubwa nchini China. Anamiliki kampuni ya milioni 100 na anakaribia kufanya mkutano na waandishi wa habari mahali ambapo ni dakika chache tu baada ya hapo. Ming anashtuka kuona maisha yake ya baadaye. Gu ambaye alikuwa akigombana naye sekunde iliyopita anaanza kumsemesha kwa maneno matamu. Ming anaenda kwenye mkutano huo na kujiona yeye wa baadaye Shiwai kwa mara ya kwanza. Lakini tukio hilo linasababisha tetemeko la ardhi na mkutano unalazimika kufutamla. Shiwai anatambua kinachoendelea kwa sababu kumbukumbu nyingi zinaongezeka kwenye ubongo wake. Mkono wa Ming unaumia, jambo linalotengeneza kovu kwenye mkono wa Shiwai. Hii ina maana kitu chochote anachofanya Ming kitamwathiri moja kwa moja Shiwai wa baadaye. Kisha inafichuliwa kuwa yule mfanyabiashara ambaye alitaka kupata faida kutokana na lango la vipimo ni mwingine bali ni Shiwai. Mwanasayansi anasema kuwa Ming lazima arudi jinsi alivyokuwa kabla ya kukutana na Gu, kwa sababu kumbukumbu mpya zinaweza kubadilisha utia wake, jambo litakalomsababishia Shiwai matatizo. Siku iliyofuata, Ming anaenda kwa meneja Zhao akiwa na barua ya kujiuzuru. Kwa kuwa amepangiwa kufanikiwa mbeleni, hataki kupokea pesa kutoka kwa Zhao. Siku hiyo hiyo, Shiwai anamtembelea Gu kazini na kumtoa nje kwa ajili ya miadi. Anadai kuwa anataka kumfanyia hisani kwa sababu anajua kuwa alikuwa karibu naye katika miaka yake ya ujana. Mme huyo na Ming ni mtu yeye mwenyewe, lakini Gu hajisikii vizuri akiwa na Shiwai kama anavyosikia na Ming. Anampeleka kwenye mkahawa wa kifahari, lakini kuna hali ya kutia unyonge kwa Gu kiasi cha kushindwa kufurahia. Mwishoni mwa miadi hiyo, Shiwai anamuomba akae mbali na Ming kwa sababu kuhusika wake kutamfanya aache lengo lake kweli maishani. Anamwahidi kumnunua nyumba aliyohitaji kila wakati ili ampe utiifu wake. Gu anakubali kufanya kama alivyoambiwa, si kwa ajili ya nyumba bali kwa ajili ya maisha ya baadaye ya Ming. Anarudi nyumbani usiku na kumkumbatia Ming kabla ya kumwambia kuwa anahama. Pia anasema kuwa Shi alimuomba akubali ofa ya meneja Tao. Siku iliyofuata, Gu anahama kwenye nyumba hiyo, lakini kwa bahati mlango wake unaachwa wazi na mwavuli. Hii ina maana Ming anaweza kwenda mwaka 2018 hata bila msaada wake. Mahali pengine, CEO anamkuta Zhao ofisini kwake na kugundua mpango wake wa kumsaliti. Zhao anapaniki na kumpiga mpaka anapoteza fahamu kabla ya kumfanya anywe pombe kwa nguvu.
Anapanga kumuua mwanamume huyo na kufanya ionekane kama ajali. Gu yupo nyumbani kwake baada ya miaka mingi wakati Shi anapofika na ule mkoba aliopaswa kuutoa kwenye mkahawa. Shi anapogeuka, Gu anatambua lebo ya kukodisha kwenye nguo zake na kugundua kuwa huyo ni Ming. Anambusu na kumwaga vizuri kabla hajaondoka. Wote wawili wanalia, wakijua kuwa hawawezi kukutana tena. Ming anapofika nyumbani, anapigiwa simu na Jao anayemuita kwenye daraja. Anataka kutumia msaada wa Ming kumuua CEO na kufanya ionekane kama ajali. Ming anakataa kufanya hivyo, lakini Jao anadai kuwa ameshaingia ndani sana kwenye jambo hilo kiasi cha kutoweza kurudi nyuma. Ghafla, Ming anatambua kuwa Shi alichagua kumsaidia Jao huko nyuma, jambo ambalo ndio sababu ya mafanikio yake. Alichukua nafasi ya meneja baada ya kifo cha CEO, akijenga himaya yake juu ya damu. Baada ya muda, akawa mkatili kwa wafanyakazi na kujali pesa tu. Hiyo ndio sababu yeye ni mtu tofauti kabisa na Ming. Ulimwengu umempa Ming nafasi ya kufanya uamuzi sahihi safari hii. Zaidi ya hayo, kupitia kishikilia funguo cha CEO, anagundua kuwa huyo ni baba yake Gu. Wakati huu wote, Gu alikuwa yatima kwa sababu ya uamuzi ambao Shi aliufanya. Bila kutaka kufanya kosa lile lile, Ming anaokoa maisha ya mwanamume huyo. Mara tu anapofanya hivyo, yule Shi muovu wa 2018 anatoweka, ikimaanisha Ming amebadilisha maisha ya baadaye. Sasa, Gu hatapoteza baba yake na atakuwa mtu mwingine atakapokuwa. Hii pia ina maana kuwa Gu wa sasa ataacha kuwepo. Katika tukio la mwisho, tunawaona Gu na Ming wakirejea kwenye nyumba yao katika nyakati tofauti. Wanapokutana katikati, Gu anatoweka. Hapa ndiyo mwisho wa filamu yetu ya leo. Cha kufanya, subscribe kwa video zaidi kama hizi, washa kengele na like video hii kusaidia chaneli yetu kukua. Asante kwa kutazama.